واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelekea wale waliokufuru anasema, falanudhiqannahum, kwa hakika tutawaonjesha. Falanudhiqanna, kwa hakika tutawaonjesha alladhina kafaru, wale waliomkanusha Allah, wakakanusha imani ya kuwepo kwake, wakakanusha kitabu chake, wakapinga nguzo zote za imani, ndio kukufuru kwenyewe. Tutawaonjesha adhabu kali. Falanudhiqanna alladhina kafaru, kwa hakika tutawaonjesha waliokufuru adhaban shadida, adhabu kali. Manake ni kuingiza motoni. Hakuna adhabu kali kushinda hiyo. Ni moto na yale yaliyomo ndani ya moto. Miongoni mwa yaliyoko ndani ya moto, sio kama vile wanavyosema baadhi ya watu kwamba ikishakuwa kitu ni cha kudumu kinazoeleka. Hakuna kuzoeleka. Allah kuchora taswira ya kwamba hakuzoeleki, anasema kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Kila zikiungua ngozi zao, moto umeunguza zile ngozi, tunabadilisha upya ngozi ili waionje vizuri adhabu. Yani automatic, huku kunaungua, huku Mungu anaitengeneza upya ngozi. Na ikatajwa ngozi maksudi. Ngozi jamani ndio sehemu inaonja uchungu sana mwilini. Hii ngozi na mpaka chini yake kidogo, maumivu ni makali kuliko ndani ya nyama. Chunguza hata unapochoma sindano, unaruka pale ikianza kutoboa tu, pa! Wewe umestuka imeshaingia ndani kiasi hiki, kule ndani ukusikia tena zaidi ya pale uliposikia juu inatoboa. Na mtu aliyebahatika kuungua, moto ukawa umemchoma ukababua ile ngozi, msikilize kidonda chake kinavyoleta shida. Maumivu ni makali kushinda yule aliyeungua sana mpaka akawa amefika nyama ikaungua. Allah akaitaja ngozi maksudi. Mishipa iliyoko chini ya ngozi inapeleka uchungu haraka sana na kwa nguvu nyingi sana. Kwa hiyo akasema kila ngozi itakapokuwa imeungua, imeiva, tunabadilisha nyingine, inaumbwa upya. Kila wakati inaumbwa upya, liyadhuqu al'adhaba, ili waonje adhabu hiyo. Wala najziyannahum, na tutawalipa kwa hakika aswaa, mabaya sana, kwa kiwango kibaya, alladhi kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Yale waliokuwa wakiyafanya, malipo yake basi yatakuwa ni mabaya mno. Kwa nini yote hayo? Dhalik, yamepatikana hayo, jazau, ni malipo, a'daillahi, malipo ya maadui wa Allah, waliomfanyia Allah uadui. Malipo ya maadui wa Allah, annar, huo moto. Lahum fiha, ni wakwao humo, ya kwao wao, darul khuldi, nyumba ya milele. Moto nyumba, taswira ya moto kuwa ndio nyumba, makazi, manake makazi ya milele ni ya kwao, darul khuldi, makazi ya milele. Subhanallah, milele, hakuna kufa, hamna kufa tena. Siku hukumu ikipitishwa, watu wa kwenda motoni waende motoni na wapeponi waende peponi. Allah atayaleta mauti kwa sura ya kondoo.
waulizwe watu, mnamjua huyu? Watu wakimuona watu wanasema tunamjua, kwa sababu kila mmoja alikushaonja mauti, sio? Kwa hiyo mauti alikushayaona yako vipi. Wataulizwa waambiwe nani huyo, watasema huyo ni mauti. Mauti huyo huyu ndio yule kifo, huyu ndio huyo. Anachinjwa hadharani kifo. Maanake kifo amekufa, hayupo tena. Kitu kinachoitwa kifo hakipo. Kwa hiyo kama hakipo, watakao kwenda huku sasa, haya mmefika, na wanaokwenda huku mmefika, hakuna kufa tena. Mungu atulinde na shari ya moto. Lahum fiha darul khuld, ni ya kwao humo nyumba ya milele. Jazaan, hayo ni malipo. Bima kanu, kwa yale ambayo walikuwa, kwa vile walivyokuwa. Biayatina, hizi aya zetu. Yajhadun, wakizipinga. Kwa vile walivyokuwa. Biayatina, hizi aya zetu. Yajhadun, wanazikanusha, wanazipinga. Wakishaingizwa motoni, kuna watu watakaokuwa wamekasirika na hali mbaya iliyowakuta. Allah anatoa mwelekeo wa jumla ya maongezi yao. Waqala, na watasema alladhina kafaru, wale waliokufuru wakampinga Allah, Rabbana, Bwana wetu, arina, tuonyeshe, alladhaini, wale watu wa aina mbili, adallana, viumbe wa aina mbili, adallana, waliotupoteza sisi, minal jinni, katika majini, wal insi, na binadamu. Wako binadamu waliotupoteza, tuonyeshe, na wako majini waliotupoteza, tuonyeshe ya Rabbi. Nataka kuona saa hiyo, kuona sasa hivi, ili asikupoteze. Na mbinu zote za kuwa tusipotezwe Allah ameshazitoa. Fanyeni hivi msipotezwe, njoni huku msipotezwe. Wakikupoteza semeni hivi. Sasa kutaka kuwaona kule kutasaidia nini? Arina ya Rabbi, tuonyeshe, alladhaini, ile zile type mbili, adhallana, ambazo zilitupoteza, minal jinni, katika majini, wal insi, na wanadamu. Naj'aluhuma, ili tuwaweke wote wawili, tahta aqdamina, chini ya miguu yetu. Liyakuna, ili wawe, minal asfalina, chini kabisa, wawe katika watu wa chini. Wapunguzie hasira, yani tuwaweke chini, tujue ndio hawa, na sisi tumewakanyaga, wanaungua chini yetu. Na wanazuona wanatufasiria kutaja hiyo chini, kwamba pepo kila zikitajwa zinatajwa kwenda juu, daraja za juu, sawa? Ndio bora bora bora. Moto kila ukitajwa chini, daraja ya chini, tabaka ya chini, manake ni ubaya zaidi zaidi zaidi. Sasa tuonyeshe, tuwaweke huko chini ya tabaka ya chini kuliko sisi. Lakini itasaidia nini? Lakini akishaweka huko chini ndo atakuwa yeye hakuchomwa, au amechomwa vile vile? Sio amechomwa. Kwa hiyo kuchomwa kuko pale pale. Lakini ndio Mungu anatueleza, ndio hasira zitakuwa zinawafanya waseme hivyo. Na wanazuoni pia wanatufasiria, waliotangulia wanasema, anapotajwa jini kupoteza, jini wa kwanza kutupoteza ni yule jini mkubwa. Nani? Ibilisi. Na akitajwa binadamu, kuna binadamu wa kwanza alianza kujenga uasi katika dunia, ni nani? Mtoto wa Adamu wa kwanza kabisa ndiye alianza kutengeneza maasi ya kwanza katika dunia. Hatusemi kukosea kwa Adamu kule kwenye majaribio. Katika dunia alianza maasi ni nani? Ni mtoto wa Adamu, kumuua nduguye. Makosa ya kwanza makubwa sana. Ya kule peponi tulishazungumza, kule kulikuwa ni majaribio. Watu wanapewa, Adamu alayhisalam anapewa mafunzo, yuko kwenye kozi, hajakabidhiwa jukumu la dunia. Imeeleweka? Tuko vizuri? Adamu alayhisalam lengo la kuumbwa ni kuletwa duniani. Kabla hajaletwa akawa anapewa mafunzo.
akawekwa kwenye pepo ile, pepo ya mafunzo, sio jannatul khuldi, sio pepo hii ya kudumu, ya mafunzo. Akafundishwa hiki fanya, hiki usifanye. Akakosea, akafundishwa tubu, akatubu. Huyu ni adui yako, akamjua. Mwangalie sana adui yako asije akakutoa, anapewa tahadhari. Lakini yeye kutoka ilikuwa lazima atatoka. Huyu mwangalie, atakuvuruga huyu, na kweli akamshawishi. Umemjua sasa na umetubu, ndio. Nendeni duniani ulikotakiwa kupelekwa mwanzo. Akaletwa huku na adui yake huku. Na taarifa ikatolewa. Haya, kila mmoja kati yenu nyinyi ni maadui. Na tukaambiwa inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Shetani kwenu ni adui, mfanyeni adui. Kwa tayari taarifa zote zipo. Sasa mtu kuja kupiga kelele siku ya Rabbi nionyeshe yule alinifanyia ubaya yule, akae chini kabisa huko. Wewe ndio utakuwa umepona, alafu ukupona. Na siku ya hukumu pia watu watalalamika, ya Rabbi huyu ndiye alitupoteza huyu. Ibilisi anakuja kupiga kelele na sasa inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq. Allah alikuahidini ahadi ya kweli ambayo anaweza kuitekeleza. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Mimi nilikuahidini maneno tu ambayo wala siwezi kuyatekeleza kama, nikakuacheni njia panda. Fala talumuni walumu anfusakum. Msinilaumu mimi, laumuni nafsi zenu. Simlijua habari za Mungu, ndio. Kwa nini hamkumsikiliza Mungu mkanisikiliza mimi? Lakini wewe ulitufanya hivi. Kwa hiyo mlinisikiliza mimi Mnanipenda sana. Mimi nakwenda motoni, twendeni. Hataki kumfuata. Jamani, Qur'ani imechora picha yote. Yaani tangu tunaingia huku duniani mpaka namna tuishi mpaka tutoke. Ni kujali mwongozo. Vijana, mwongozo tu. Wapatikane vijana, wawe ndio nguvu. Wapatikane wazee wa cha Mungu, ndio dira. Mwongozo upo, ndio barabara, tupite. Tuko pamoja? Allah subhanahu wa ta'ala akaichora picha hiyo. Watakavyolalamika watu waseme waliokufuru, wanasema naj'aluhuma, tuwajalie, tuwaweke tahta aqdamina, chini ya nyayo zetu, chini ya miguu yetu, liyakuna, ili wawe hizo type zote mbili hizo za majini na wanadamu, minal asfalin, wawe katika watu wa chini, viumbe wa chini katika moto. Amekwisha tueleza habari za watu wa motoni, anatueleza na habari za watu wa peponi. Huu ndio ujumbe wa kuchukua, wa kufanyia kazi, tusije tukaja kulalamika. Allah anasema innal ladhina, kwa hakika wale ambao qalu, wamesema, rabbuna Allah, bwana wetu ni Allah. Waliosema rabbuna Allahu, bwana wetu ni Allah. Walisema namna gani bwana wetu ni Allah? Yaani ilikuwa ziko kila sababu za kutafiti mpaka kufikia kupata majibu. Maisha yao wakiletewa lolote lile, wakilikagua, hili mbona sio analotaka Allah, rabbuna Allah. Wakiangalia ulimwengu ulivyoumbwa, hivi kweli kuna anayeweza kufanya namna hii? Hakuna. Kama hakuna, basi rabbuna Allah, bwana wetu sisi ambaye anastahili kututuma ni huyu anayetulea Allah. Kwa kila kitu akijitizama mwili wake ulivyo, wa fi anfusikum afala tubsirun, nafsi zenu amjiangalie mlivyoumbwa. Falyanzur al-insanu ila ta'amihi, mwanadamu angalie chakula chake. Allah anasema anna sababna al-ma'a sabba, sisi ndio tumeshusha maji tukamwagia maji. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, kisha tukapasua ardhi kupasua, kuotesha mimea. Faambatna fiha habba, tukaiotesha mimea. Kazi yetu sisi kuweka mbegu tu tukafikia. Tuna kingine? Kazi ya kumwaga maji ni sisi, kuifanya ipasuke ardhi yote ni sisi. Sasa kila anakopitia akaangalia,
anaona hata Rabbuna Allah. Jamani wakulima, swala la kuangalia mbegu ile ikiota linamkumbusha mtu Mungu vizuri sana. Na wafugaji nao wanaambiwa tunawatolea maziwa katika steji ambayo ng'ombe amekula majani, yameingizwa kule, yamefanyiwa msago, umefikia hatua kati ya kinyesi na kutengeneza damu. Yaani hatua hiyo hapa sasa, ima ichukuliwe kwa ajili ya chakula chake ng'ombe, kinachobakia kiwe kutoka chini. Sawa sawa, hapa tunatengeneza maziwa safi. Unapaonaje? Kati ya kinyesi na kile chakula kitakachomfaa ng'ombe ndani ya mwili wake, kutengenezwa damu, kunatengenezwa kinyesi cha kutoka. Hapa tunatengeneza maziwa safi, watu wanakunywa, burudani, vitu vyote vimo ndani yake. Nani atakayeweza kufanya kazi hiyo? Allah. Kwa hiyo akiangalia yote anasema Bwana wetu ni Allah. Mvuvi akiingia baharini, bahari ilivyo na vurugu nyingi, lakini mtu anaweza akatembea na kadau kadogo, na kuna viumbe wanafujo kweli wakianzisha, kama wakilianzisha uendi, lakini hawamfanyi chochote, hawamfanyi kitu. Nyangumi we na kidau inakuaje bwana? Wapi? Acha kidau, hata meli wakitaka kuifanyia fujo, kama wamekaa 3 4 wakaichafua bahari kidogo, watikisa kweli. Haya, kidau hiki kinaweza katiwa misukosuko na papa wa kawaida tu, lakini wana mambo yao mengine. Unaingia, unachukua vitu unavyotaka, unatoka, basi Mungu anafanya anavyotaka. Tumefanywa sisi ndio makhalifa, wasimamizi, tunawaendesha wao wanyama tunavyotaka. Mote humu akaangalia, kila anapoangalia anakuta Rabbuna Allah. Sasa Bwana wetu ni Allah. Innal ladhina, kwa hakika wale ambao, qalu, wamesema, Rabbuna Allah, Bwana wetu ni Allah, ndiye anastahili kutumikiwa kwa sababu ndiye mlezi wetu. Sawa sawa. Thumma, kisha baada ya kuona hivyo Bwana wetu ni Allah, istaqamu, wakawa na msimamo. Msimamo upi? Istaqamu ala tauhidihi, wakawa na msimamo wa kumpwekesha. Istaqamu ala tanfidhi awamirihi wa tarki nawahihi, wakawa na msimamo wa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Wameshamjua ndio Bwana, wamekwishamjua ndio mlezi, hivyo sasa kilichobaki ni nini? Kutekeleza amri kwa kumfanyia yeye peke yake. Watu hawa wakishakuwa na msimamo namna hii, tatanazzalu alaihimul malaika, malaika huwashukia wakiwaambia nini? Alla takhafu, msiogope, wala tahzanu, wala msihuzunike. La takhafu fil mustaqbal, msiogope future yenu nyinyi, wala msihuzunike kwa haya ya nyuma. Katika maisha ya kawaida hiyo hali wanakutana nayo, na siku roho zikitoka ndio wanaona malaika wazi kuambia usiogope unakokwenda, wala usihuzunike kwa ulivyoviacha. Sasa kwenye maisha ya kila siku unaweza ukasema kweli malaika anamsemesha mtu, unaweza ukapata tabu kidogo. Je, shetani anakusemesha? Shetani anatusemesha? Hatusemeshi. Mbona mtu anasema bwana shetani ndiye amenifanya mimi nimefanya hivi? Ulimuona? Hakuna mtu aliyemuona, lakini tunakiri kwamba shetani anafanya hivi. Kama shetani ana uwezo wa kukuletea hiyo, na Mungu mwenyewe anasema anafanyia kweli, shetani anakufanyia kweli, mpaka Mungu anakuambia chukua kinga kwangu. Sasa kama shetani anaweza kukuletea ujumbe, malaika pia anaweza kukuletea ujumbe. Unapata ujumbe wa malaika uliotulia, unataka ujaribu huo, kuwa na msimamo katika kutekeleza amri ya Mungu. Nitakupa picha. Kuna mtu anaweza akapewa pesa imezidishwa kwenye kufanya miamala, akaichukua. Mwingine
anamrudishia, wala yule mtu hajui kwamba alizidisha. Kipi kilichomwezesha huyu akarudisha na yule akachukua? Huyu aliyekuwa ameirudisha, huyu pale pale atajisikia kuna kitu kimemfanya, wewe bwana sio yako hiyo, rudisha bwana, utakwenda kuulizwa bure akhera. Hapo malaika wanakuambia rudisha, na unakuwa na nguvu ya kurudisha. Lakini kwa yule mwingine malaika hawaji kwenye kazi hiyo, atakuja mwingine sasa anambia bwana riziki tu imekuja, achana naye, nenda nayo tu. Riziki gani? Riziki mbovu hii. Hali hizo mbili zote zipo au hazipo? Zipo. Kwa hiyo ukiwa na msimamo wa kutekeleza amri ya Allah, baada ya kukubali kwamba Allah ndiye mlezi wako, malaika watakujia tu, utapata ufunuo wao, wanakupa mwongozo. Yaani ukitaka kufanya kitu sio hivyo, achana nayo. Una nguvu, unaacha. Mwingine hapati nguvu hiyo hata siku moja. Kwa nini? Hana msimamo. Anakuja ibilisi tu au rafiki zake ibilisi kuja kumwambia fanya hiki, atafanya kibaya tu. Tuko pamoja? Kwa hiyo Allah anatuzindua, anasema innal ladhina, kwa hakika wale ambao qalu, wamekwisha sema rabbuna Allah, bwana wetu ni Allah, baada ya kufuatilia kila namna za kuwafikisha kumjua bwana wetu ni Allah. Thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo sawa sawa kwenye kumpwekesha huyu bwana, kwenye kutekeleza amri zake huyu bwana. Wakishakuwa hivyo, majibu ndio haya. Nataka niwape siri moja, hata dunia nzima ikijua bado siri tu. Msimamo unaonekana kwenye vitu gani kwenye maisha yetu? Huu msimamo wako mpaka mwenyewe ujijue, mimi sasa hivi nina msimamo. Vitu vipi vitakusaidia kuujua msimamo? Vitu vyenye kusaidia ni pale unapoweza kuacha makatazo. Hapo unajijua, huu ndio msimamo. Kama mtu anaswali lakini makatazo haachi, bado. Lakini ukiweza kuacha makatazo, msimamo tayari. Usiseme uongo, ni wewe tu usemi. Usichukue riba, usichukue. Usifanye haramu yoyote, ufanye. Usinywe pombe, sinywe. Usizini, sizini. Mpaka natafuta mke njikinge, safi sana. Maana si unajiandaa, uwe una vitu vya kujiandaa. Usifanye hivyo. Utosheke na biashara yako halali kwa sababu hutaki haramu. Usisengenye, sisengenyi. Ukao unajiona kabisa, unajipima, alhamdulillah sisengenyi, alhamdulillah sifanyi hiki. Msimamo tayari hapo. Lakini vipimo hivi ukifeli, ujue bado hujakuwa na msimamo. Hata ukisema sijui nafanya hivi, mehiji tayari, lakini kwenye haramu bado hujaweza kuacha, msimamo bado. Umeeleweka? Siri kubwa ya kujipima mwenyewe, umeshakuwa na msimamo ya kujipima, ni kuacha makatazo. Alafu cha ajabu, makatazo wala sio mengi kuliko ulivyoruhusiwa. Tulivyoruhusiwa ni vingi sana. Maamrisho na vilivyoruhusiwa vingi sana. Makatazo ni kidogo. Mfano ule ule kwa Adamu alayhisalam, kuleni, tembeeni, fanyeni mnachotaka, msisogee hapa. Pamoja tu. Na dunia iko hivyo hivyo, ni hivyo hivyo. Fanyeni hiki, yote mubaha, halali, 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 hiki haramu. Vidogo na hiki vidogo vinahesabika. Hata vyakula vya kukatazwa kidogo na vilivyoruhusiwa kula vingi, lakini mtu anaona haridhiki mpaka ale kilichokatazwa. Nyama zilivyo nyingi kweli, mpaka ule nguruwe, mpaka ule kibudu. Aliyekufa ndio mzuri. Wanyama unao mwenyewe uchinji mpaka afe, ndio ule akufa. Ubakhili umekushika mpaka unakula nyama za kufa tu. Sijui naeleweka? Naeleweka. Vilivyokatazwa ni kidogo, chunguza mwenyewe utaona. Sasa nini shida? Jipime kwenye makatazo, utaona msimamo unao. Ukishakuwa na msimamo namna hiyo kwenye kutekeleza amri ya Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, malaika huwashukia watu hawa tangu duniani mwanzo, wakipata bishara zao
na siku ya roho kutoka, ndio kabisa huyu hapa anakupa habari, usiogope unakokwenda. Wa abshiru bil janna, usiogope. Anawaambia la takhafu alla takhafu, msiogope kuhusu mustakbali wenu, wala tahzanu, wala msihuzunike kuhusu yaliyokuwa nyuma yenu. Wa abshiru, hapo roho inatoka sasa. Wa abshiru, nafurahieni, bil janna, pepo, allati kuntum tuadun, ile mliokuwa mkiahidiwa. Mtu mwema roho ikitoka anamuona malaika na kumfunulia huko, furahieni pepo. Kwa hiyo hata uchungu ule wa roho, si tunaambiwa kutoka roho sakaratul maut ni ngumu sana. Ni ngumu kweli. Lakini mtu akishaonyeshwa na kusikilizishwa yale mazuri, mpaka anapungukiwa na ile kero ya roho kutoka. Ni kanuni ya binadamu kimaumbile, yanayomfurahisha yanampunguzia maumivu ya yale yanayomkera. Kwa mfano, itokee mtu ana madeni mengi mpaka yamemchanganya kabisa, ajui afanye nini. Mara anaambiwa yule mzee wenu aliyekufa yule, unajua wewe ni katika mrithi mkubwa sana na ana mamilioni ya hela. Utaanza kujisikia umepona kabla hata hujarithi, hujapokea kitu. Unaanza kupona, unasema mambo yote yamekwisha sasa. Hujapata, lakini mambo yamekwisha sasa. Yamekwisha vipi? Hujapokea. Yale maumivu yamepungua kwa kupewa taarifa nzuri. Tuko pamoja? Ndio tulivyo, tumeumbwa tuko hivyo. Wa abshiru bil janna, furahieni pepo, wanaambiwa na malaika, allati, ambayo kuntum tuadun, mlikuwa mkiahidiwa siku zote. Malaika huwaambia watu hawa, nahnu awliyaukum, sisi ni marafiki zenu, fil hayati dunia, katika maisha haya ya dunia. Manake hapo tangu hata duniani hivi, na roho ikitoka ndo wanawakumbusha, tulikuwa wasimamizi wenu katika maisha ya dunia. Msiwe na wasiwasi, tunakuelezeni habari ya kweli. Tulikuwa awliyaukum, wasimamizi wenu, fil hayati dunia, katika maisha ya dunia, wa fil akhirah, na huko akhira pia tutakuwa wasimamizi wenu. Tuko na nyinyi huko. Sawa. Wanawaambia mambo hayo wakati roho zinatoka. Walakum, na mtapata nyinyi, fiha, katika pepo, ma tashtahi anfusukum, ma tashtahi, vitu ambavyo tashtahi, zinatamani, zinasikia raha, anfusukum, nafsi zenu, vile mnavyovipenda. Mtapata vyote mnavyovipenda. Halafu ya pili, walakum fiha, na mtapata humo ni vya kwenu, ma tad'una, mnavyovitaka. Nini tofauti ya hii na hii? Mtapata vyote mnavyovifikiria na kuvipenda, na vyote mnavyovitaka. Iko tofauti kidogo. Unachokitaka utakipata, na unachokitamani ndivyo unavyokipata. Si unaona tofauti ipo? Unakipata hata unavyokitamani, namna ile unavyokitamani. Kuna taswira moja hapa ya kufurahisha sana. Kitu hiki nakitaka, lakini nilikuwa nakitaka kwa sura gani? Hiyo sura ulioifikiria kichwani ndio inaokuja kwako. Paka bwana mmoja akachora taswira, anasema yani hata mke na mume anaweza kuwa mmoja anamfikiria mwenzie amuone kwa sura gani, anamuona kwa sura hiyo time hiyo. Umeelewa au hujaelewa? Ole wako mke wako akatamani ya kuona una kitambi. Pengine sasa hiyo ametamani ya kuona una kitumbo, unajua mbona niko hivi. Kumbe mwenzio ndo alikuwa anakufikiria. Kama ambavyo ungemfikiria wewe, pengine unamshape kwenye akili yako, unamshape, utamuona hivyo unavyomshape kweli. Sasa usichangae naye anakufikiria saa hizi nikuone. Sina yeye anatamani ya kuona hivyo. Mmenielewa? Kwa hiyo kile unachokifikiria katika mazuri yote, unavyofikiri nyama hii nilitaka ni ile ikiwaje, hivyo ulivyofikiria ikoje ndivyo unavyoipata. Matunda haya
utapewa vitu kwa ladha zake kwanza, aina tofauti. Lakini kama ulikuwa umewazia, liwazia liwe lina pilipili ili hii tayari kwa kiwango hicho cha pilipili ulioifikiria. Ndio Mungu alivyotufanyia. Peponi hakuna kero. Wala kumfiha, na ni vya kwenu ndani ya pepo, ma kile ambacho au vile ambavyo tashtahi anfusukum, nafsi zenu zina tamani vile. Wala kumfiha, na pia ni vya kwenu, ma taddauna, vile ambavyo mnavitaka. Chochote unachokitaka utakipata kwa wakati huo. Nuzulan, ni mapokezi hapo, ni karamu hiyo, min ghafurir rahim, iliyoandaliwa na Allah mwenye kusamehe na mwenye huruma. Wewe umekaribishwa karamu na mtu mkubwa, si kila kitu unakuta kipo. Lete hiki, mna watu wa kukuandalia, si ndio? Sasa nuzulan, hii ni karamu ambayo imeandaa Allah, tena ya siku zote. Mapokezi aliyoandaa Allah siku zote ameandaa mwenyewe hivyo. Kwa hiyo lazima upate kile unachokitaka kwa namna uliofikiri. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipoitoa taswira ya pepo, alitoa fiha ma la ainun ra'at. Ndani ya pepo kuna vitu ambavyo hakuna jicho lililopata kuona. Maana vitu vyote ulivyokwisha viona kule, kuna vitu hujaona wewe. Wala udhunun sami'at, wala sikio ambalo limepata kusikia. Kubwa zaidi hiyo. Hata hujapata kusikia kwa sura hiyo utakuta vipo. Wala khatara ala qalbi bashar, wala haijawahi kutokea kwenye kufikiria pia kwenye moyo wako. Yale unayowaza, si unawaza haya mambo unayojua hapa, ya kule yako mengine hujayajua, utayawazia vipi? Kwa hiyo ni kuleta taswira tu, kufikiri tu. Hebu nikupe mfano hai. Wewe unaweza ukafikiri asali iwe inatembea mtoni, mto mzima wa asali. Asali hii tunaoichukua kwenye kidumu namna hiyo, ukanunua kwa hela nyingi, tena unajaribu uzuri wake, inanyoka kidogo. Hii nyuki wamepata kazi kubwa kweli kutengeneza. Unaambiwa mto mzima wa asali unapita. Paka mmoja akasema, sasa nioge au nifanyeje? Au sioge? Umeka yale macho ya furahi. Asali ikiwa nzuri inafurahisha machoni. Macho yako tu ya furahi, utainywa hivyo hivyo, pengine utaingia kidole tu urambe tu namna. Lakini unaiona raha vile inavyopita mtoni. Asali kwenye mto. Ndio mambo ambayo huwezi kufikiri hayo. Huwezi kufikiria hata siku moja. Allah ameandaa mto wa asali. Maziwa, mto mzima unapita wa maziwa. Hayana kuchacha, hayaharibiki. Hii vitu vya ajabu sana hivi. Lakini ndio kweli. Aliyezungumza ni nani? Ni Allah. Akili yako haiwezi kufika, na ni lazima ukubali kwamba sio kila kitu akili yako imefikia. Akili yetu imefika kwenye mambo haya tu, lakini kuna sehemu akili haifiki. Inategemea ufunuo tu. Hayo ndio mambo ya watu wa peponi. Baada ya kutueleza habari ya watu wa motoni, akatueleza na mambo ya peponi. Anahamia kidogo ili ufikie pepo sasa. Ili ufike huku kuzuri namna hii. Waman ahsanu qawlan, ni nani ahsanu qawlan, aliyeongea maneno mazuri. Man, nani? Ahsanu, yaliyo mazuri sana. Qawlan, maneno aliyoyasema. Mimman, kumshinda yule ambaye daa ila Allah, aliyewaita watu kwa Allah. Nani aliyepata kuongea maneno mazuri kumshinda aliyeita watu kwa Allah? Maneno mazuri ya kukupeleka peponi. Umemuita mtu wewe kwa Allah, yani kama mchana kutwa umeongea maneno mengi, lakini hukupata hata neno moja la kumuita mtu kwa Allah. Unaambiwa maneno yako yote yale bure tu, ukapata moja tu, hili zuri kuliko yote ya mchana kutwa. Sawa. Waman ahsanu qawlan, ni nani atakayekuwa ameongea maneno mazuri. Mimman, kumshinda yule ambaye daa ila Allah, amewaita watu kwa Allah. Wa amila saliha, na akafanya matendo mema. Nani atakayekuwa mzuri kumshinda huyo? Matendo mema.
ni yale yanayomridhisha Allah. Sawa sawa? Na ndicho tulichoumbiwa duniani. Tumeumbwa kwa kazi moja tu ya kufanya mema. Ndio tulichoumbiwa. Na watu watakapofika kule wakiwa hawakufanya mema, watajuta, watasema rabbi rji'uni, ya rabbi nirudisheni, la'alli a'malu salihan fima taraktu, huenda nikafanya mema kwa vile vitu nilivyoviacha huko, nirudisheni. Lakini kwa wapi maneno haya? Yatasaidia nini wakati huo? Hayasaidii kitu. Jamani, duniani tumeumbwa kwa kazi tu. Kazi tu mfululizo. Na kazi yenyewe aliyoitaka Allah ni hiyo njema. Sawa? Akhera ni malipo, na Mungu ameandaa malipo kama hivi alivyotanguliza kuyasema. Sasa kama duniani tumeumbwa tufanye kazi na kazi yenyewe ni hiyo ya Allah, si tukafanya kazi zetu, huo ndio mtihani. Hatukuumbiwa kazi zetu hapa. Kazi zetu tunazifanya zitufikishe huko tunakotakiwa. Ukitafuta riziki yako ya halali ndio umo kazini, ndio kazi ulioumbiwa. Unahudumia familia yako, ndio kazi ulioumbiwa hiyo. Hapa tunasema namna hii, ndio kazi tulioumbiwa. Nyinyi mnasikiliza, ndio kazi yenyewe tulioumbiwa. Lakini mtu amekaa anapiga kelele zisizokuwa na msingi, ya sio ya kwa yao, umefanya ni ya kwako wewe. Haya fujo tu hizo unafanya duniani, na zitaulizwa. Utaulizwa, ndio kazi niliyokupelekea duniani? Kubeti ndio kazi niliyokuletea duniani? Una beti tu wewe, taka pesa ya bandia, uongo. Pombe ndio kazi uliyoletewa duniani? Hapana. Waman ahsanu qawlan, ni nani atakayekuwa ameongea maneno mazuri, mimman, kuliko ambaye daa ila Allahi, ameita watu kwa Allah, wa amila saliha, na akafanya yaliyo mema, wa qala, na akasema innani minal muslimin. Maneno yake wakati akifanya hivyo, manake hahitaji shukrani. Mimi nimefanya hivi kwa sababu ni katika Uislamu, tumeamrishwa hivi, ndio kazi yangu. Sawa sawa? Hiki ninachokifanya ni kwa sababu ndio kazi yangu, najisalimisha kwa Allah. Tuko vizuri? Sio lazima mpaka kila kitu awe amesema hivyo, hata yale matendo yake yanaonyesha hivyo. Na ikitokea ameulizwa, bwana tukulipe nini? Hii ni wajibu wangu kufanya. Hataki hata shukurani, hataki. Basi tu umemshukuru, ndio binadamu na kila mmoja ashukuru akifanywa wema, si ndio? Lakini lengo lake kilichomfanya afanye hivyo, minal muslimin, ni katika waliojisalimisha kwa Allah, anafanya kazi yake aliyoumbiwa. Sawa? Mambo ya kutupeleka peponi hayo. Sasa akatuambia maneno mengine. Allah anasema, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, wala hawezi kuwa sawa alhasanatu, wema, wala sayyi'a, wala ubaya. Haviwezi kuwa sawa, haviwezi kufanana. La tastawi, haviwi sawa, alhasanatu wala sayyi'a, wema wala ubaya, haviwezi kuwa sawa hivi. Hata siku moja haviwi sawa sawa. Wema na ubaya haviwi sawa. Ni vitu viwili, rangi mbili tofauti hizi. Tuko vizuri eh? Tofauti. Wema, ubaya, vitu viwili tofauti. Sasa kwa kuwa havifanani, msikilize Allah. Ikitokea kuna ubaya, idfa, wewe ondoa ubaya, billati hiya ahsan, kwa namna ile ambayo ni nzuri. Tumia uzuri kuondolea ubaya. Jenzia wako hivyo, ubaya mpaka ikatafuta ubaya ubwela, sijui imekusudia ndio hiyo hata sielewi. Sijui ndio hiyo. Maana naona kuna terminology nzito za ubaya. Kufanyia ubaya umfanya piga. Wanakumbushana hivyo tu. Jamani, kizazi kinakwenda ovyo, inabidi wasogee karibu ya wazee vijana. Lugha za kwao zinapeleka ubaya sana. Hauwezi kuwa sawa wema na ubaya. Agizo la Allah linasema ondoa ubaya kwa wema. Ubaya kwa wema siku zote unalipa.
Ubaya kwa ubaya haulipi, unatia hasara tu, hakuna anayefaidika. Lakini ubaya kwa wema lazima utalipa. Umemfanyia wema huyo, alafu utarudi na kwako wema, lazima. Kama hukurudi kwako direct, utarudi kwa mwanao, utarudi kwa kizazi chako. Wema ndio uliotakiwa, lazima ulipe. Vijana wamesahau hiyo. Ubaya haulipi, haulipi. Idfa, ondoa ubaya, billati hiya ahsan, kwa lile ambalo ni zuri, jema. Ndio Mungu anavyotaka. Na kwa kuwa moyo una ugumu, unasikia tabu kuondoa ubaya kwa wema, maumbile hayataki, sikiliza agizo la Allah. Ukiondoa ubaya kwa wema, faidha, mara tu, alladhi, yule ambaye, bainaka wa bainahu adawa, kati yako wewe na yeye kuna uadui. Ukiondoa ubaya kwa wema, kaannahu, atakuwa kana kwamba yeye, waliyun, ni rafiki, hamim, wa kukupenda, kukuonea huruma, kukuonea uchungu. Utamgeuza. Imelipa haijalipa? Ukiondoa ubaya kwa wema, Allah anasema mara tu utamgeuza yule aliyekuwa mwanzo kuna uadui kwako na yeye, awe kama rafiki ambaye ni wa kukuonea uchungu na kukuonea huruma kila wakati. Anayesema hivyo ni yule aliyetuumba. Yaani itokee umemfanyia mtu ubaya, akaona unao uwezo wa kulipiza. Sio umefanya wema kwa sababu ya unyonge tu. Nimesamehe nitafanyaje, nimemsamehe nitafanyaje. Sio umemsamehe utafanyaje. Una uwezo wa kumlipiza, lakini basi. Na kesho umechinja na mbuzi, ukampelekea na mbuzi. Jamaa nilivyomfanya bado ameniletea nyama, isijekuwa ina sumu hii. Ana wasiwasi yeye sasa. Anakata kidogo, anampa paka, alafu amwangalie. Paka amekula mzima, ana wasiwasi. Hivi kweli ameniletea nyama? Hebu mkatie nyingine paka. Akatiwa tena paka. Inaoshwa mpaka na maji ya moto kwanza. Baadaye anapika safi kweli. Imekuwaje? Yaani yale niliyomfanya yale. Siku ya pili akikuona anakusalimia, vipi bwana, hali yako bwana? Nzuri bwana, salama, mmeamka salama, salama. Siku nyingine amechinja tena amekuletea. Umeshamgeuza. Umeondoa ubaya kwa wema. Lakini kama ungeondoa ubaya kwa ubaya, hata msingesalimiana tena, ingekuwa ni visasi tu. Wema unalipa. Ndugu zangu, kwa mnasaba, hebu niwakumbushe vijana kwa ujumla, sifa 4 za manabii, ondoka nazo. Ziko nyingi, lakini nataka hizi 4 hizi zinalipa kwa kweli katika maisha yetu. As-sidqu wal amana was-sabru wal haya. Sidqu, kaa vizuri. As-sidqu, ukweli. Wal amana, uaminifu. Pacha hao, kweli na uaminifu. Was-sabru, subra, uvumilivu. Wal haya, kuwa na haya, kuwa na aibu. Sio uso mkavu. Watu wanaambiana muonyeshe uso wa mbuzi tu, wanafundishana ubaya. Huyo bwana muonyeshe uso wa mbuzi tu, na ukiona unashindwa akapige bangi kidogo, alafu anafundisha na kuvuta bangi ili ufanye vibaya. Kumbe ingekuwa kuna ukweli ndani yake, kuna uaminifu, kuna subra, kuna na haya, ingelipa. Sifa hizo 4 ondoka nazo hizo, ziandike kwa wino wa dhahabu. Ukweli, uaminifu. Uaminifu manake kinyume chake ni usaliti. Usaliti kwa namna yote ile. Uaminifu kinyume chake usaliti. Khiana inaitwa. Majumbani, nyumba nyingi zinaharibika kwa kukosekana hiyo. Unaondoka ukweli, halafu uaminifu. Niliona clip moja, pamoja na kwamba wenyewe lengo lao kuchekesha watu na nini, lakini ilikuwa ina ujumbe mkubwa sana. Ujumbe ulikuwa uko hivi: bwana ana simu yake na amenunua hizi earphone ambazo
ziko zimejitenga hizi, unaweza ukakipachika tu bluetooth zile. Sasa kimoja anacho yeye masikioni amesahau, cha pili kakiweka wapi, kumbe kakivaa mkewe. Basi anazungumza yeye mambo yake huko, anajipanga tu, kumbe mke anamsikiliza tu, kashusha nguo hapa, haonekani, anafanya kazi zake. Nitakuja. Mengine haitikia, anasema yule tu. Mke anasikia naye yote. Baada ya muda kidogo amekata simu, anambia, unajua leo wife nitakuwa na kazi, itabidi niondoke, nitakuwa sitorudi leo. Bwana. Kwa hiyo nataka kuondoka sasa hivi. Haya, akatoa kile kidude mle. Ulikuwa na wewe? Anaendelea na kazi yake. Yaani umesikia yote? Akasema sikusikia, sijasikia kitu. Sijasikia kitu. Hujasikia kitu? Sijasikia kitu. Kazi hawezi tena, hakuna kazi, hawezi kwenda sasa. Sasa yeye ndo anamwambia, vipi huendi? Basi. Basi. Angalia vitu walivyokuwa wanataka kuvifanya. Yaani ule ujumbe namna ile ni vitu vipo. Sasa hebu niambie, kama watu wanaishi maisha yale, nyumba kweli itakuwa nyumba? Haiwezi kuwa nyumba hii. Na kesi nyingi tunazisikia za ndoa, ukizidadisi utakuta kumekosekana ukweli, uaminifu. Kabisa. Moja ndio inakuja na hiyo hatua ya tatu, subra. Pengine mwanamke kidogo amekosa subra kwenye jambo fulani analolitaka, anampresi mumewe kufanya. Mimi namwambia hivi, mimi sijamkatalia, lakini bado haijakaa vizuri. Yeye amekosa subra, wanagombana. Lakini hizi mbili, ukweli na uaminifu, nyumba nyingi zimevurugika. Vijana bebeni hiyo. As-sidqu, ukweli, wal amana, uaminifu, was-sabru, subra, wal haya, kuwa na haya. Hivi vitu vinalipa. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, ni nani atakayekuwa ameongea maneno mazuri kushinda yule ambaye amewaita watu kwa Allah. Wa amila salihan, na akafanya yaliyo mema. Waqala, na akasema, innani minal muslimin, mimi nafanya haya mimi kwa ajili, najisalimisha kwa Allah, muislamu mimi, ni wajibu wangu kufanya. Wala tastawi alhasanatu, wala haviwezi kuwa sawa wema wala sayyi'a, wala ubaya. Wema na ubaya haviwezi kufanana. Idfa, ondoa ubaya, billati hiya ahsan, kwa namna ile ambayo ni nzuri. Manake ondoa ubaya kwa wema. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, maratu yule ambaye bainak, kati yako wewe, wa bainahu, na kati yake, adawatun, kuna uadui, utamuona kaannahu waliyun, kama vile ni rafiki mpenzi hamim wa kukuonea huruma na uchungu. Utamuona hivyo, maanake Mungu atajalia atageuka huyu, kwa kuwa ni kazi moja kubwa hiyo. Msikilize Allah anavyosema, wama yulaqaha, hawawezi lakini kufikia hivyo, illa alladhina sabaru, ila wale wenye kusubiri, wenye kuwa na subra ndio watafikia hatua hii. Umeona subra inalipa. Wenye kuwa na subra wanaweza kuondoa ubaya kwa wema. Wasiokuwa na subra atakwambia mpe tu, ubaya tu. Sikiliza nyingine Mungu anaoizungumza, wama yulaqaha, wala hawezi kufikia nafasi hiyo ya kuondoa ubaya kwa wema, illa dhu hadhin adhim, ila mtu mwenye nafasi kubwa mbele ya Allah ndio ataweza kazi hii. Manake anayefanya hivi ana hadhin adhim, ana nafasi kubwa sana mbele ya Allah. Ni mtu mwenye bahati sana kwa Allah, huyu ni mtu bora sana, ameweza kuondoa ubaya kwa wema. Ni mtu mbele ya Allah ametiwa tiki, wewe sawa wewe. Kwa hiyo inahitaji subra, juhudi. Na kwa kuwa ni jambo gumu na ibilisi ndio kazi yake kuharibu watu, msikilize Allah, wa imma, na pindi yanzaghannaka minash shaitani,
atakapokupuliza, unapokuja upulizo minashaitani, nazghun yanzaghannaka, umekuja mazimbwe yale, nazghun ya upulizo wake shaitani. Ukiuona upulizo huo umekuja, manake ni wasiwasi huo, amekutengenezea wasiwasi shaitani. Fasta'idh billah, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Mungu anatufundisha hivyo. Pindi unapoona tu nazaghaka shaitan, yanzaghannaka, umekufikia wewe, minash shaitani, kutoka kwa shaitani, nazghun, wasiwasi wake. Fasta'idh billah, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Innahu, kwa hakika Allah, huwa samiul alim, ni mwenye kusikia sana na ni mjuzi sana. Manake kuna vitu kwa shetani wewe huviwezi, Allah anaviweza, ni mjuzi, akakufundisha. Sema hivyo. Allah anatupenda. Kuna mambo yani anakwambia hiyo nipe mimi niifanye, uiwezi wewe. Shetani huyu anavurugu, humwezi katika hili. Upulizo akikuletea wewe huna ujanja, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sasa kazi gani? Kuna kazi ngumu? Kazi ngumu kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim? Hamna kazi ngumu. Mungu anatupenda. Alipotupa neema tunahitaji kushukuru. Msikilize anavyotuambia kidogo tu, sema alhamdulillahi rabbil alamin. Ingebakia unatafuta wewe kumshukuru Mungu, ya Rabbi sijui nikufanyeje, ya Rabbi unipe mkate wangu wa daima, sijui nifanye hivi, sijui nifanye, maneno mengi ungesema. Lakini sema alhamdulillah tu inatosha. Imenikumbusha kitu, jinsi Mungu anavyotupenda. Alipotuambia hivi, tena hili linasemwa sana na watu, wanasema Mungu mwenyewe anamsalia mtume. Nasikia kwa hiyo Mungu mdogo kuliko mtume. Watu wanasema hivi. Allah anatupenda. Alipotuambia hivi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hakika Allah na malaika wake wanamswalia mtume. Hiyo kumswalia mtume manake nini? Ilikuwa wanatakiwa wajue hivyo, sawa? Kumswalia mtume manake ni kumrehemu. Allah anampa rehma mtume wake, malaika wanamuombea rehma, Allah anatoa rehma. Sikiliza anapotupenda. Ya ayyuhalladhina amanu, nyinyi mlioamini, sallu alayhi, mswalieni. Tumswalieje? Na maswahaba waliuliza hivi, sallu alayhi, mswalieni, wasallimu taslima, nampeleke rehma nyingi na amani nyingi. Ya Rasulullah, tumswalie vipi mtume? Akasema semeni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hivyo sawa? Sasa tunaposema Allahumma salli ala Muhammad, ndio sisi tumemswalia au tumemrudishia Mungu? Tumemrudishia Mungu. Allahumma salli ala Muhammad, Mwenyezi Mungu mrehemu Muhammad. Ni yeye au ni sisi? Umeona? Kila alichotaka tukifanye sisi bado sio, hatukiwezi sisi, tumemrudishia yeye. Ya Rabbi mrehemu mwenyewe, wala sisi hatuwezi. Kama wewe ndio mrehemu, alafu anatulipa kwa kufanya hivyo, ni mapenzi sio mapenzi? Mswalieni mtume. Vipi? Allahumma salli ala Muhammad. Allah mswalie mtume, unamrudishia yeye mwenyewe. Yeye amekwambia fanya wewe, alafu wewe unaambia fanya wewe. Manake wewe huwezi, fanya wewe mwenyewe, ulenituma. Subhanallah, huyu ndio Allah. Kwa hiyo wale wasiojua maana ya kumswalia mtume, labda wakisikiliza ya maneno kumswalia mtume, manake sisi tumeagizwa tumuombee rehma mtume, na rehma zenyewe tunamwambia Allah mrehemu mwenyewe. Sawa wewe mrehemu ya Rabbi, sisi tunakwambia ya Rabbi mrehemu mtume wako. Tunapomwambia Allah mrehemu, anaturehemu na sisi tena mara 10. Tuwe hivyo. Maagizo, Uislamu mwepesi. Basi tu mtu akitaka kufanya fujo. Inna dina yusrun, mtume anasema dini nyepesi. Wala yushadda dina ahadun illa ghalaba, hatoitia uzito mtu dini ila itamshinda. Nyepesi au sio nyepesi? Unaambiwa ukijisaidia nawa, hutaki kunawa, lakini alafu unapiga deki choo na maji mengi na sabuni. Wewe huku kulikotoka vitu vyako mbona unawe?
Haikueleweka? Imeeleweka? Mtu anapiga deki nyingi sana na sabuni na nini na nini, lakini yeye mwenyewe hakuweka maji hata kidogo. Ukimwambia mbona ukuchukua maji au mbona usikusikia hata maji? Nilikwenda haja ndogo tu. Haja ndogo haikutoka kwani hapo? Imetoka. Hakutii maji hapo mbona huko ulikokwenda umetia maji? Na usipotia maji kutanuka. Basi na huku pia kutanuka hivyo hivyo. Imeeleweka? Ni nyepesi sio nyepesi? Mungu anavyotutaka tukitaka kujisaidia tujistiri, tujifiche. Mtu anaacha kujificha alafu anazunguka kwenye basi, amezunguka kwenye basi alafu anaangalia. Nini si ungekwenda kujificha, watu wamesimama, nenda kule kwenye vichaka kule. Sasa unaangalia kitu gani na wewe umekwenda mwenyewe hapo? Eti amechukuka basi. Muongo tu, unatudanganya. Dini nyepesi, nzuri, ina mambo kwa kweli, ina maadili. Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah subhanahu wa ta'ala anajitangaza, anaeleza uwezo wake kwa wale ambao wanaona hawezi kuabudiwa mpaka kuwe kuna wakatikati, kama ambavyo Makuraishi walikuwa wanaona kwa nini aabudiwe Allah peke yake? Muhammad, mbona unatuletea mambo mageni bwana? Si tumekuwa tumeona wazee wetu wakiabudu, lazima kuwe kuna vitu vya kupitia. Sasa anakuja anatuambia Mungu Allah mmoja peke yake, itakuwaje bwana? Allah anajitangaza kufuta fikra za namna hiyo. Na walikuwa pia wana fikra nyingine ambazo pia bado ziko, kuona jambo la kufufuliwa ni jambo gumu mno. Watu tangu walipoanza kuumbwa huko, walipoanza kuwepo, tunasikia kufa, hatuoni masuala ya kufufuliwa. Itakuwaje kwanza mtu ingie kaburini, uoze, alafu urudi? Hilo nalo lilikuwa ni jambo gumu, na mpaka leo kuna watu wengine uliona gumu, na ndio maana wanaweza kurahisisha kufanya uhalifu wote duniani. Mtu anaweza kurahisisha kufanya uhalifu wowote duniani, manake hakumbuki kwamba kuna kurudi. Sasa katika kujitangaza Allah kuonyesha upweke wake na uwezo wake, akasema hivi: wa min ayatihi, na katika dalili, alama za kuonyesha kuwepo kwake, tena kwamba mambo anayafanya peke yake, al-lailu wan-nahar, ni kuwepo usiku na mchana. Tangazo la kwanza, usiku na mchana ni katika alama za kuthibitisha yupo, tena yuko peke yake. Maanake ingekuwa ni zaidi ya mmoja, huu mpangilio siku moja ungebadilishwa ghafla tu. Wasingekubaliana kwamba siku zote iwe hivi. Siku moja tungekuja kuona mchana mara usiku, mara mchana tena mara usiku, mara watapigana ngumi, tunaumia sisi. Lakini umetulia vile vile tu, mpango ule ule tu. Hii ni dalili yupo anaendesha, tena yuko peke yake kwenye mamlaka, haingiliwi. Alipoutaja mchana na usiku, kila kimoja kina kazi yake. Mchana watu wanahangaika kutafuta maisha, unafika usiku watapumzika, na lazima watalala wakipumzika, na huko kulala pia ni dalili ya uwezo wake. Au kulala ni uwezo wetu? Kupata usingizi ni dalili pia ya uwezo wake. Anatulaza yeye, sio kama tunalala tu, anatulaza. Na kuamka ni uwezo wake.
Vyote kila kimoja kina kinyume chake na kila kimoja ni uwezo wake. Waja'alna naumakum subata, tumefanya usingizi wenu ni wa kupumzisha na kurudisha energy upya. Hicho kitu hicho kitu kikubwa sana, lakini tunakiona kawaida tu. Njaa, piga msosi, umeshiba, sio? Kiu, kunywa, kiu imekatika. Umechoka akili. Ufanyeje? Ule nini? Ulale tu. Ukilala usingizi ukishaupata tu, ukirudi mzima kuna chakula chake umeingiza. Nini hiki? Lakini tumekizoea, tunaona kama cha kawaida. Kama akili imechoka na ukakosa usingizi, mwisho wa yote utakuwa chizi tu. Umechoshwa na mambo yamekuwa mengi, yamekuchosha. Ufanye nini? Ni kulala tu. Hakuna kulala, mwisho chizi tu. Maana utakula dawa zikusaidie kulala, hulali. Umekula tena zikusaidie kulala, hulali. Mwendo wazimu. Kesi imekwisha. Huyo ndio Allah. Akataja mchana na usiku, kila kimoja kina kazi. Na kwa kuwa kuna vyanzo vya mchana na usiku, basi akakitaja na chanzo pia kinacholeta. Washamsa, alafu akataja wal qamar, akaumba na jua na mwezi, na kila kimoja kina kazi. Jua nalo ni sababu ya uhai kweli kweli, na mwezi una sababu zake, una mambo yake mengi tu ambayo huwa yana uhusiano na dunia yetu. Hata kuifanya dunia iwe inapunguzwa kasi yake ya kutembea na kuelemea upande fulani ni kazi ya mwezi. Ile magnet iliyoko pale ndio inafanya kazi hiyo, lakini hao ni mambo ya wataalamu. Sasa na Qur'ani haizungumzi na wataalamu peke yake, inazungumza na watu wa akili zote na elimu yote. Hivi watu ambao hawajui kabisa mambo ya anga na nini, mwezi hawauoni faida zake? Wanapoliona jua mchana na kazi zake, tunaona, tunaanika nguo, tunapika, tunafanya nini. Usiku mwezi umewaka bwana, raha nyingine imekuja. Haitoshi kuwa yuko anayefanya kazi hiyo. Washamsa wal qamara, akaumba na mwezi na jua na mwezi. Kwa kuwa vitu hivi vinaonyesha ukubwa kwetu, na kwa kuwa elementi za kuabudu kisichokuwa Mungu au kujisogeza kwa Mungu kupitia vitu zipo kwa watu tayari, na Makureishi nao wana masanamu wameweka. Hisia za kuonekana jua pia ni kisaidizi vile vile cha kukufikisha kwa Mungu, zipo kwa watu. Allah akasema la tasjudu lishams, msisujudie jua, wala lilqamar, wala msisujudie mwezi. Ya Rabbi, tusujudie nini? Anarudisha akili vizuri. Wasjudu, na msujudie lillahi, kumsujudia Allah, alladhi khalaqahunna, aliyeviumba hivyo. Yule aliyeumba hivyo ndio asujudiwe. In kuntum, ikiwa nyinyi, iyahu, yeye pekee, taabudun, mnamwabudu, msiingize kitu kingine. Manake ziko lugha zina watu wanasema hivi, sisi wote bwana tunamwabudu huyo bwana, na tutakutana kwenye huyo tu. Lakini ukiona mtu anakwenda kwenye mbuyu, anakwenda kwenye nini, wote lakini tunamwabudu Mungu. Na Allah anajua kama mnamjua yeye, lakini anachokikataa ni hii ushirikina huu kwenda kwenye mbuyu, kwenda kwenye hiki, kwenye ataki. Mumwabudu peke yake, ndicho anachokitaka Allah. Kwa hiyo ile lugha ya kwamba kwani hata mchawi bwana anamwabudu Mungu huyo bwana, na anamtegemea Mungu huyo bwana. Sawa, anamtegemea kweli, lakini ana vitu anavyofanya havitaki huyo Mungu. Kwa hiyo msisujudie jua wala mwezi, mumsujudie Allah aliyeviumba hivyo. Waambie hivyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Fa in istakbaru wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa nyinyi yeye pekee Allah taabuduna, mnamwabudu. Fa in istakbaru,
kama watafanya kibri, watajiona, watajivuna, watajisikia, istakbaru, wamejiona kuwa ni wakubwa, hawataki kufanya hivyo. Falladhina inda rabbik, basi wale ambao wako mbele ya Bwana wako, wako viumbe mbele ya Bwana wako, yusabbihuna lahu, wanamtakasa Allah siku zote kwa sifa zake zisizokuwa na mapungufu, wanamsabih Allah billaili wan nahar, usiku na mchana. Nyi kama hamtaki hata hiyo kidogo kumsujudia, wako wanaomsujudia usiku na mchana, wanamtakasa usiku na mchana. Wahum la yasamun, nao hawachoki kufanya hivyo. Hii ni moja katika aya za sijida ambazo ni sunnatun muakkada kusujudu. Basi tusujudu popote pale ulipo, na wewe sujudu, na ukiwa una uwezo wa kuelekea kibla ni vizuri. Allahu akbar. Kwa mnasaba wa aya hii ya kusujudu, tuzungumze kitu kidogo kwenye aya za kusujudu. Aya ya kwanza iliyoshuka ya kusujudu ilikuwa ni aya katika suratun Najmi, mwisho kabisa. Inasemaje Sheikh? Fasjudu lillahi wa'budu, msujudieni Allah, sujuduni kwa Allah na mumwabudu. Kulikuwa kuna tukio aya hiyo iliposhuka, aya ya kwanza kabisa ya sijida. Ilishuka aya hii Makka kabla ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na iliposhuka ilikuwa Qur'ani inasomwa mbele ya waumini wengi tu wamekaa, na mushrikina mmoja mmoja, pamoja na kuambiana kwamba msimsikilize Muhammad, lakini wakawa wamejipenyeza mpaka wapo wengi tu wamekaa, wakasikiliza suratun Najmi na maneno yaliyomo yakawavuta kweli. Ikawa kila mmoja yuko hadhir, hana ujanja, yale yanomgusa yanamgusa, anajijua mwenyewe ndani ya nafsi yake. Ilipofika fasjudu, ni amri sio, na lugha wanaijua, fasjudu lillahi, msujudieni Allah. Watu wote waliporomoka wakasujudu, na wale waliokuwa wanapinga pia wakasujudu. Walijikuta nao wako chini. Sasa wako chini, wakaanza kujiuliza, imekuwaje hapa? Nini tena? Mtu anaangalia mwenzie naye anaona yuko chini, kule na yuko chini, watu wako chini, mpaka Mtume amerudi anaanza kusoma tena na kuzungumza na watu, na wamekaa. Bwana, pameharibika hapa leo. Wanajitizama, pamenuka. Sio pazuri tena. Anaona panguse miguu, anaondoka zake huyo, lakini tayari wamesujudu. Sasa watasema nini? Mwamba mmoja tu juu hakusujudu. Huyu hakusujudu, aligoma huyo. Umayya bin Khalaf hakusujudu. Kibri chake kilizidi, pamoja na kwamba yamemgusa, akabaki na kibri mpaka akafa kafiri, akauawa siku ya Badri, kesi yake ikawa imekwisha. Wote kwenye uwanja hakuna aliyeweza kuvumilia, hata mpinzani gani hakuna aliyeweza kuvumilia, wakasujudu. Kwa hiyo Qur'ani ina mvuto wake, walikuwa hawana namna, lazima wavutwe na wasujudu. Hilo lilitokea hilo. Hii sijda imo ishara kwenye Qur'ani, aya za kusujudu ukipitia ukiziona ni sunnatun muakkada kusujudu, sunna iliyotiwa nguvu sana kusujudu. Tunatakiwa wote tusujudu. Kuna waliosema
wengine mtakuja kusikia kwamba wamesema lazima kwenye sura 4 haya, lakini tunajua jamhurul ulama wametuambia ni sunnatun muakkada. Sawa, wanazuoni wetu wanne wanazungumzia sunnatun muakkada. Imam Malik kwa upande wake yeye ule ile taakidi yake imekwenda kuwa na nguvu mpaka kukaribia kuonyesha wajibu, lakini pia hakumalizia kusema kwamba ni wajibu. Alitia mkazo zaidi mpaka akasema mtu asujudu tena awe na udhu na aelekee kibla kwa vyovyote. Lakini pamoja na hivyo kuna mengine alafu akazungumza ikaonyesha kwamba bado sio wajibu, ni mkazo umezidi tu. Kwa hiyo kwa wanazuoni wetu ni sunnatun muakkada kusujudu, si wajibu kwamba ni lazima usujudu, ila ukiacha kusujudu manake umeacha fadhila kubwa ukiambiwa ni sunnatun muakkada. Sasa kwa nini uache kama ni sunnatun muakkada namna hiyo? Hakuna sababu. Hilo moja. Kuna tofauti zilizojitokeza tukiwa kwenye swala. Wengine wakaona takbira vipi kwenye swala, upige takbira uende chini au uende kimya kimya. Wako waliokuwa wamefanya hivyo wakaona hii sio katika swala, kwa hiyo tusipige takbira ya swala ile kwenda chini. Lakini kuna hadithi sahihi masahaba wametueleza, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafd, fi kulli khafdhin wa raf'. Mtume alikuwa ndani ya swala yake muinamo wowote anapiga takbira na muinuko wowote anapiga takbira. Sasa hapa pametokea muinamo na muinuko, hapo kutokea. Kama umetokea maana yake kupiga takbira ni jambo lipo, na litawarahisishia wale waliokuwa pengine katika kipindi kile hawakuwa hadhir kuifuatilia aya kuwa ni sijda au la, lakini wakisikia Allahu Akbar, ilikuwa kumbe ni sijda ile, papo wamekwenda mpaka chini. Sasa wamefika chini, wamesujudu, akiinuka kimya kimya, manake hawana habari mpaka watakapomsikia anasoma. Kwa hiyo ile kuinuka na kuinama Mtume ilithibiti kwamba alikuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo ni bora kuinuka kwa takbira, kuinama kwa takbira na kuinuka kwa takbira. Sitomtia kwere mtu kama akiwa hakupiga kumwambia swala yako ni batili wala nini, masala ya kuna kujitahidi hapo, lakini iko kauli kwamba Mtume alikuwa yukabbiru fi kulli khafdhin wa raf'in. Sawa sawa? Naam. Hilo moja. Jingine hilo. Na jingine, je, kwenye kusujudu pale takbira hii sijdatut tilawa tusasema nini? Hapa kuthibiti maneno mengine rasmi ya kusema zaidi ya yale maneno yanayosemwa ndani ya sijda. Kwa hiyo ukisema subhana rabbiyal aala umepatia, umesema vile vile mara 3. Kuna mambo mengine yalithibiti kwenye sijda pia, si ndio? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yote hayo yapo kwenye sijda, si ndio? Ukisema hayo sawa. Kwa hiyo sikutiana uzito kwenye hilo. Iko subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, pia imethibiti vile vile kwenye sijda. Tuko pamoja? Kwa hiyo kama mtu alisema hayo amepatia, alisema subhana rabbiyal aala amepatia. Tuko vizuri eh? Naam. Naam. Hayo ni mambo ambayo yamehusiana na hii sijdatut tilawa tuliyoisoma, isiyo imetupita hivi hivi, hatukupata kitu kingine cha faida. Naam. Fa inistakbaru, kama watafanya kibri, watajiona wamejivuna, hawataki kusujudu, basi hasara ni ya kwao, Mungu hapati hasara. Mbona anasujudiwa na wengi? Akataja Allah subhanahu wa ta'ala akasema falladhina inda rabbik, basi wale ambao wako mbele ya Bwana wako. Tena na Makureishi walikuwa wakiwaona hao ni wakubwa sana malaika, mpaka nao wakataka kuabudu, pengine mpaka wakataka kuabudu.
Sasa kama mnaona hivyo, hao yusabbihuna lahu, wanamsabihi yeye Allah, kumtakasa na kumsifu, billaili wan nahar, usiku na mchana, wahum la yasamun, na wala hawachoki kabisa. Sasa wewe ukiambiwa sujudu kidogo tu hutaki, muabudu yeye peke yake, msujudie kidogo hutaki, wanamsujudia mfululizo na hawachoki, bali wanastarehe, ndio chakula chao. Malaika hawakuumba wanakula wala wanakunywa, ile kazi aliyopewa yeye ndio msosi kabisa, anastarehe, anaenjoy hicho chakula kabisa. Aliambiwa sujudu, akisujudu mfululizo hachoki. Aliambiwa simama tu, amesimama hachoki. Aliambiwa fanya kazi gani, hachoki mpaka amalize kazi yake. Tukiuliza leo Jibrili anafanya kazi gani, hata hatujui, maana yake amefanya kazi muda mrefu sana, amemaliza, sijui amestaafu, Allahu a'lam, anajua Mungu. Tuko pamoja? Wamepewa kazi, kila mmoja na kazi zake anafanya. Kuna wengine tangu alipoumbwa anatamani kazi yake aifanye, anaona wenzake wanafanya, anatoa macho tu. Watakuja lini hapa ni wachome hawa? Ndio kazi yake anaoitaka, ama sivyo? Ndio ibada yake, ameumbwa, na akimchoma mtu anafurahi hapo, yuko kazini. Kwa hiyo wako pia na namna hiyo. Mwenyezi Mungu atulinde na shari ya kuchomwa. Wa min ayatihi, na katika aya zake nyingine, alama zake nyingine Allah za kuonyesha yupo, tena yuko peke yake, anafanya kazi hii peke yake, hakuna mwingine, hana mshirika. Annaka, ni kwamba wewe anasikiliza, wewe tara al-ardha, utaiona ardhi, na unaiona ardhi siku zote, khashia, utaiona ardhi imenyongeka. Kunyongeka vipi? Manake ya bisa, kavu, hamida, imekwisha, yote kitu, ndo kunyongeka huko Utaiona ardhi nyonge, haina kitu. Fa idha anzalna alaiha, tukishushia juu yake, alma, maji, tukishushia maji tu, ihtazzat, utaiona ihtazzat, imeanza kutingishika, warabat, na imepanuka, imeongezeka. Kwa lugha nyepesi, imeumuka. Ardhi tunaiona inaumuka baadhi ya nyakati. Umepanda panda mbegu zako, ukitokea asubuhi pale unakuta kumevunjika juu, kumevimba, si ndio? Kitendo kile Allah anakizungumza, imepata uhai hii. Anasema innal ladhi ahyaha, hakika yule aliyeitia uhai baada ya kunyongeka kule kuwa ilikufa. Sehemu nyingine Allah anaita maiti, ardhi maiti. Aliyeitia uhai, la muhyil mauta, ndiye atakayetia uhai waliokufa. Innahu, kwa hakika yeye, ala kulli shay'in, kwa kila jambo, qadir, ni muweza, anaweza kila jambo. Aya zake nyingine ni hizo. Allah ametoa dalili ya ufufuo kwa ardhi iliyokuwa imekufa, umeiona nyonge, ilipomwagiwa maji ikatingishika, ikatanuka. Akasema ameipa uhai. Kupanuka kwenyewe, kutingishika, ihtazat, imetingishika. Subhanallah, imetingishika. Kuna kitu mle ndani kimeitingisha ardhi mpaka imepata kupanuka kabisa. Kitu gani? Pengine punje ya mchicha ndogo, lakini itaitanua ardhi na itatoa sauti. Kwa bakti masikio hayawezi kusikia, lakini kama ungeweka kifaa kinachoweza kushika sauti ndogo, ungesikia ardhi pale inapigwa pigwa. Nini kinapiga? Punje iliyoko chini inataka kupanda, umeifukia wewe, inatakiwa kutoka hiyo, mpaka inafika juu, ardhi imefunika, inapiga ngumi pale, inapasua. Ikipasua, kesho unaona imetoka. Unaiona ardhi imepata uhai, kwa sababu utasema kila kitu kinaonekana kizuri. Ukipita pana uhai, palikuwa pamekufa, utaona ndege wanaweza kuja, utaona wadudu wanapita, watu wanachoma mboga, si ndio hivyo? Pana uhai wakati mwanzo palikuwa pamekufa.
innal ladhi ahyaha, kwa hakika huyu aliyeipa uhai hii ardhi iliyokuwa imekufa, la muhyil mauta, ndiye atakayefufua waliokufa. Hiki kifo kilichokuwa kinasumbua watu kwamba ukifa wanaona ndio mwisho na kufufua ni tatizo, Allah akawaambia, yale kuumba mara ya kwanza kukurudisha kuna uzito gani? Mmoja aliona tatizo sana hilo mpaka akachukua mfupa akasema, leo nakwenda kummaliza Muhammad na hoja zake za kufufuliwa. Ameuchukua mfupa uliochoka akaufikisha kwa Mtume, akazidi kuusagasaga, akausaga. Muhammad, unauona huu? Umeuona huu? Umeuona huu? Akaurusha. Man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, nani atakayeufufua huu wakati umekuwa namna hii? Ile kusagasaga na kuona ameurusha vumbi, eti kuwa vumbi vile. Man yuhyi, nani atakayefufua huu? Majibu yakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaletewa. Qul, mwambie huyo, yuhyiha, ataufufua huo, alladhi anshaaha, aliyeuanzisha. Ndio awwala marra, mara ile ya mwanzo aliuanzisha. Mfupa ulianzishwa vipi? Mtu aliyeumbwa alikuwa mwanzo ni tone la maji dhaifu, ukiweka mezani unaona kichefuchefu. Yalikuwaje yakatengeneza mfupa huu ulioweza kufanya hivi? Atamfufua huyo aliyeuanzisha mwanzo. Akazungumza kingine ambacho ni cha kutumia akili zaidi na sasa hivi elimu zaidi. Inasemaje ambaye inaendeleaje? Awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim, na yeye kila sehemu ya hilo umbile anaijua. Kila kilichoumbwa, kipande cha umbile hilo. Sisi tuna vitu vingi hapa. Kila kisehemu, pati ya umbile lako anaijua ilipo. Umeingia kwenye mchanga, umeshakuwa mchanga, unaona we mchanga, lakini yeye haoni mchanga. Anakuona wewe ulipo pale ndani ya vumbi pale. Hizo pati anaziona na anazijua. Akazungumza maneno hayo. Kwenye sehemu nyingine alikuja kuambia wabishi hawa, akamwambia, bala qadirina ala an nusawia banana. Kwa nini tushindwe kufufua? Tuna uwezo wa kusawazisha hii mistari hii mistari ambayo kila mmoja anaya kwake duniani, si ndio hivyo? Tumekwisha kuua, umeingia mchangani, tutakutoa na mistari yako itarudi vile. Niambie maneno haya. Kila binadamu ana mistari ya kwake yake, haifanani na ya mwenzie. Tutairudisha kama ilivyokuwa, kila mtu ya kwake. Subhanallah, huyu Mungu tukimzungumza tumzungumze akili zitulie. Zamani tulikuwa tukiona kwamba fingerprint peke yake ndio ile maajabu. Siku hizi imethibiti kwamba hata hii sauti hazifanani hizi. Hata mtu amfananishe, ukimsikiliza kwa masikio unasema fulani, lakini akiletwa kwenye kipimo haifanani. Sikuna milango siku hizi inafunguliwa kwa sauti. Aje mtu na sauti iliyofanana naye azungumze, kama utafunguka haufunguki. Manake waves zinazotoka hapa, kumbe kila mmoja pia anaza kwake. Macho pia yameonyesha hayafanani, sio hizi tu. Anaangalia password zimekuwa zinakutizama, na milango ya siri ya watu ilikuwa watu 4 tu ndio watakaoingia hapa. Akifika yeye pupa akichungulia ndio mlango unafunguka, aje mwingine achungulie haufunguki. Kwa hiyo watu 4 wale peke yao ndio watakaoweza kuingia eneo hilo. Ya vipi haya jamani? Ni vitu vingi, kila mmoja ameumbwa na vyake. Kuwa makini, ni vingi tu. Hata ukiona watoto wawili nyumbani wana nywele zimefanana, zingoe uziweke kwenye karatasi uzitizame. Utaona kila mmoja ya aina yake. Kila nywele ya huyu ziko hivi na za huyu ziko hivi. Hizi kucha hizi zitizame hivi hizi.
Tulipata mtihani siku moja wa kutaka kudanganywa na mganga fulani. Nikawa nimemstukia mimi. Hivi vitu vimeletwa na nini sijui kutoka huko baharini na nini na nini. Vikafunguliwa vile vitu, miongoni mwa vitu kuna nywele, kuna kucha. Vya nani? Vyako hivi. Hivi vya kwangu sawa. Hebu nipe basi hivi. Unajua vinatakiwa vichomwa na moto mkali sana hapa hivi. Ambia nipe kidogo tu nikawaonyeshe watu kule nyumbani kwamba watu wameroga nywele zangu na nini na nini. Tukapewa kucha zile na nywele. Natoka tunamwambia hizi kucha nimechukua kukuthibitishia wewe, tuna hizi nywele kwamba hizi sio zangu. Hakuna vitu hivi, uongo. Vipi umejuaje? Ambia kata kucha zako wewe, weka. Na mimi nakata za kwangu, weka. Nachukua hii kucha hii iambatanishe hapa. Mark tofauti za kucha. Na ya kwako hebu weka, chukua hii weka kwako, haiende. Ziangalia kwako ilete kwangu, haifanani. Kila mmoja ana kucha zake. Nikamwambia nywele ngoa zako weka, na mimi na ngoa za kwangu weka, zitizame. Tofauti, vitu vingi tu tofauti. Wanyama kwenye hilo wameweza kunoti vitu. Mbwa akifika kinusa tu, huyo ana harufu yake, huyo anamtafuta mpaka anamkamata huyo. Hata harufu kila mmoja ana ya kwake. Ndivyo sivyo? Bali si hivyo tu, tunatoa joto sisi mwilini pia la aina yake kila mmoja. Unamokanyaga mle kumbe kunatoka joto fulani fulani. Kuna wengine wanaona, kuna wengine wananusa. Anaona kabisa kuna la aina fulani linamhusu mtu fulani. Kwa hiyo huyu Mungu wa aina yake, Mungu ndi yeye pekee, tusimfananishe na kitu, ni peke yake. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hakuna kwake mfano na chochote. Kwa hiyo tusije tukaleta tabu. Yule bwana akaambiwa wa huwa bikulli khalqin alim alladhi, hapana, ile ilikuwa inasemaje ile? Inasema awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan, ametupigia mfano. Wanasiya khalqahu, amesahau umbile lake. Qala, akasema man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, ni nani atakayefufua mfupa huu wakati umekuwa hivi, umeoza hivi, umechakatika? Qul yuhyiha alladhi awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi, mbele inasemaje? Imekwisha? Ilikuwa huko, kumbe siko kwenye kazi, sio sehemu yetu. Ilikuwa inatutosha hapa. Huyu ameelezwa vitu hivi na kwamba chanzo ni hiki, wewe unabishania hii leo kwenda kufufuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa alama hizi kuthibitisha maji yameingia kwenye ardhi, ardhi imetanuka, imetingishika, ikatoa vitu, iko hai. Innal ladhi ahyaha la muhyil mauta, kwa hakika aliyeitia uhai. Naam. Basi pametutosha, ilikuwa kipengele hicho, kitakwenda kwenye mada nyingine kabisa, itahama. Innal ladhi ahyaha la muhyil mauta wa huwa innahu ala kulli shay'in qadir. Allah ni muweza wa kila kitu, wanathibitishiwa hilo. Akaendelea Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha uwezo akisema, innal ladhina yulhidun, kwa hakika wale ambao wanapindisha. Yulhidun yani wanajaribu kupotosha, fi ayatina, katika aya zetu, anazipotosha, anazipindisha zitoe majibu mengine, zisieleweke. Hawa wataadhibiwa tu. Kwa nini? La yakhfauna alaina, hawajifichi kwetu, tunawaona sisi, wapindishe tu. Lazima watapata adhabu kwa kupindisha. Afaman yulqa fi nnar, hivi yule atakayetumbukizwa motoni, khairun, atakuwa ni bora, amman yati amina, ama yule atakayekuja amepata amani yaumal qiyama, siku ya kiyama, yupi atakuwa bora? Atakayepata amani.
Kwa hiyo Allah akatoa tahdidi, kitisho, anasema i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakavyo, nyinyi fanyeni tu, tunakuoneni, hamjifichi kwetu. I'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir, kwa hakika yeye Allah kila mnayoyafanya, yale mnayoyafanya anayaona. Aya zitupe mazingatio, tuwe tunaona Allah subhanahu wa ta'ala anatukagua. Ukaguzi wake haujifichi, hatujifichi kitu sisi chini ya ukaguzi wake. Kwa hiyo tufanye yale anayoyataka, na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutuzindua, kutufanya kuwa hadhir, ili kila kitu kitusaidie katika vitu tulivyopewa kwenye mtihani huu wa dunia. Innal ladhina kafaru bidhikri, innal ladhina kafaru, kwa hakika wale waliokufuru, waliopinga, bidhikri, kupinga mawaidha haya. Qur'ani imeitwa jina jingine na dhikri, sawa sawa. Wakaipinga hii Qur'ani, lamma jaahum, pindi ilipowafikia. Watateseka tu, kupinga kwao hakutobadilisha kitu. Kwa nini? Wa innahu la kitabun aziz, nayo hii Qur'an ni kitabu ambacho kina nguvu na kitashinda. Kwa kupinga, kupotosha, kubadilisha hamna kitu. Innahu la kitabun aziz, ni kitabu ambacho ni lazima kuwe kuna ushindi ndani yake, kuna nguvu ya kushinda. Tangu ilipoanza kupigwa vita Qur'ani, singekuwa hakuna jamani, kazi ya kuchoma, kuisaga, kupotosha kwa uwezo walionao watu, ingekuwa la hamna kitu tena. Lakini watu wanachoma, wanapiga propaganda zao, kila siku ujumbe unazidi kuendelea, kwa sababu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, tutawaonyesha alama zetu kwenye anga za mbali huko, kila siku wanaona, na ndani ya nafsi zao watu kila siku wanaona. Mtapinga vipi sasa? Lazima ishinde tu. Mwisho mtu anakuja, hii pia imetokea, imezungumzwa ndani ya Qur'an, hii jambo la juzi hili. Ndio hilo la juzi lishazungumzwa. Muhammad yule ambaye hakuza huko, utafanyaje? Wa innahu la kitabun aziz, na kwa hakika hii dhikri hii ni kitabu ambacho ni chenye ushindi, chenye izzi, utukufu. La yatihi albatil, haiji batili, haiwezekani ikaja uharibifu kwamba inaonekana sio sawa, kuna hiki kimethibitisha. La yatihi albatil min baini yadayhi, mbele yake, wala min khalfihi, wala nyuma yake. Hakuna watakaokuwa wamepita vitabu vilivyotangulia vije vithibitishe kwamba Qur'ani ni uongo, wala haitotokea kwa kipindi hiki itokee kwamba mtu huyu amethibitisha Qur'ani ni uongo kwa hili. Hakuna. La yatihi albatil. Tanzilun, kwa sababu ni uteremsho, min hakimin, uliotoka kwa mwenye hekima, hamid, hamid, mwenye sifa, mwenye kusifiwa, yani mwenye kustahili sifa. Mahmud, mwenye kusifiwa, sifa ambazo lazima asifiwe ndio zilizoko hapa. Yani hata kama hutaki kumsifu, yeye ni hamid, bado ni mwenye kusifika tu. Vipi inakuwa? Kataa kumsifu lakini mwili wako wenyewe unamsifu. Kataa kumsifu, vilivyokuzunguka vinamsifu. Kwa hiyo sifa nzuri inaonekana tu kwake. Ndio maana sura yetu ile kubwa tunayoitumia kuswali kila wakati, alhamdu, alhamdu, kila sifa nzuri lillahi. Manake ukitaka kusifu, usitake kusifu, zipo tu. Wapi unaweza ukakataa? Sifa njema zote ni zake. Mimi sitaki kusifu. Unaambiwa kataa hivyo hivyo, lakini wewe mwili wako wote unamsifu. Vipi unamsifu? Pale pale ulipo tu, kila unachokifanya unaona unamsifu tu. Huna uwezalo au lipo. Kuna mtu anaweza kitu, na hiyo power hiyo Mungu ameizungumza sana hiyo, kuonyesha ana uwezo mkubwa. Anazungumza kumpa mtu mamlaka na kumnyang'anya pia mamlaka, si ndio?
kumpa mtu utajiri na mwingine hakumpa utajiri, si ndio? Hata aliyempa utajiri aliyempa mamlaka, lakini kuna mambo mwisho aya inamalizia kuna uwezo fulani hakumpa. Tabarakalladhi biyadihi almulk, amekuwa mwenye baraka nyingi ambaye ana mamlaka yote. Mamlaka Allah si amempa na watu wamewapa, lakini mwisho ya maneno ya mwisho, wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye kila kitu anaweza. Nani aliyepewa mamlaka anayeweza kila kitu? Ni upi katika dunia hii tunayemjua awe na mamlaka aweze kila kitu? Nani? Kwa hiyo mamlaka anaweza kumgawia mtu, lakini kwamba anaweza kila kitu hakuna. Atuondoshe katika dunia hii, hawezi kumiliki nafsi yake, anachukuliwa roho huko, anaangalia madaktari wamemzunguka, roho inachukuliwa, anachukuliwa roho ya mwanawe inachukuliwa, hana mamlaka. Kwa hiyo mamlaka alionayo haikuweza kufika pale. Sawa sawa? Naam. Kuna wakati anakosa mamlaka ya kuzuia kilio chake. Amepata huzuni, hawezi kujizuia na mamlaka yote alionayo, analia. Bwana analia bwana. Analia kwa sababu yuko aliyemliza, si ndivyo? Tanzilu ni uteremsho, min hakimin, unaotoka kwa yule mwenye hekima nyingi, hamid, mwenye sifa nyingi, anayesifiwa na kila kitu, hata kama kitu hicho hakitaki kumsifu, kitamsifu, kinamsifu. Mtume anaambiwa kufarijiwa, kupewa faraja, kufarajiwa, kupewa faraja. Anaambiwa ma yuqalu lak, hayatosemwa kwako illa ma qad qila, ila yale yaliyokwisha semwa lirusuli min qablik, kuambiwa mitume kabla yako wewe. Manake haya yatakayosemwa kwako ndio yameshasemwa, sio wewe tu. Sawa sawa? Usisikitike sana ukaona labda unaambiwa kitu kigeni. Hamna geni, hawa watu ndio wako hivi hivi tu. Ma yuqalu laka, hayatosemwa kwako illa ma qad qila, ila yale yaliyokwisha semwa lirusuli, kuambiwa mitume min qablika, kabla yako. Inna rabbaka ladhu maghfiratin, kwa hakika Bwana wako ni mwenye msamaha sana, hata kwa wao wanaomsema vibaya mtume pia, kama wangeomba msamaha, ladhu maghfira. Sawa? Wa dhu iqabin, na ni mwenye adhabu, alimi, yenye kutia uchungu. Kama hawakuomba msamaha, wajue iko hiyo. Sawa sawa? Kwa hiyo Allah ni mwenye kusamehe sana kwa kila atakayemwendea kumwomba msamaha. Ladhu maghfira, ni mwenye msamaha sana. Ambaye hakwenda hivyo, ladhu iqabin alim, ni mwenye mateso yenye kutia uchungu sana, adhabu kali. Allah anaendelea kumpa faraja, anamwambia walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan, lau ja'alnahu, kama tungeifanya hiki kitabu, tungeifanya Qur'anan, ni kisomo, a'jamiyan, cha lugha isiyokuwa ya Kiarabu, ya kigeni. Sasa ya Kiajemi, kwa kisemwa neno Ajemi kwa sababu ndio ilikuwa dola yenye nguvu siku hizo, lakini ikitajwa ajamia maana yake isiyokuwa ya Kiarabu. Sasa lau ja'alnahu walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan, tungeifanya hii Qur'ani ingekuwa si ya Kiarabu, ni ya lugha ya kigeni, laqalu, wangesema hawa ndugu zako hawa, wangesema hivi, laula fusilat ayatu, kwa nini basi isingebainishwa ikawekwa wazi aya zake tukazijua vizuri? Wangesema hivyo. Ajamiyun, imekuja Qur'ani ya Kiarabu, wa Arabi, na mtume imekuja Qur'ani ya Kiajemi, yani lugha nyingine, wa Arabi, mtume wa Kiarabu, ingekuwaje? Imekuwaje sasa? Kwa nini isingekuwa hivi? Wangesema hivyo. Ndio ufedhuli wa kibinadamu huko, hivyo hivyo tu. Wameletewa lugha yao hawaioni, wanasema anafundishwa na Mwajemi fulani. Ingekuja Qur'ani ya Kiajemi, wangesema isingebainishwa kwa Kiarabu, basi inakuwaje hii ya lugha ya kigeni, mtume mwenyewe Mwarabu? Wangesema hivyo. Anachotaka kukibainisha Allah ni hii inayokuja mbele, ikae vizuri. Qul, sema uambie, katika hali yoyote ile ambayo wanayo, huwa hiyo Qur'ani,
lilladhina amanu, kwa wale walioamini, hudan, ni mwongozo. Hiyo ushahidi huo unaonekana. Sisi ni Waarabu, lakini tumesikia kwa lugha hiyo hiyo tukafasiriwa, imetufaa haikutufaa. Lakini waliokuwa ni lugha yao, kuna watu haikuwafaa. Lugha ya kwao kabisa, wanaijua kabisa, haikuwafaa kitu. Sawa? Qul, sema uambie, huwa hiyo Qur'ani, lilladhina amanu, kwa wale walioamini, hudan, ni mwongozo tu, itawaongoza tu. Si wameamini, Mungu atawafungua tu, wataongoka. Washifaun, na ni tiba kwao, itawafaa mpaka itakuwa tiba. Walladhina la yu'minuna, na wale ambao hawatoamini, hawana imani, wameelezwa vitu vyote wakavisikia hawakuamini. Fi adhanihim waqrun, ndani ya masikio yao kuna nta, kuna samamun, uziwi, kumeingizwa nta kabisa. Hao hawaelewi kitu tena, si hawakutaka kuamini. Mungu amewafanya sasa hakuingii kitu tena cha kusaidia. Wa huwa, nayo ya Qur'ani, alaihim, kwao, ama, ni upofu kabisa. Wakitajiwa habari ya Qur'ani hawaoni kitu kule. Lakini kwa mtu aliyetangaza imani, ikiletwa tu anaona. Mungu anamfanya hii kweli. Ikiletwa tu amesikia, ameingia kichwani, amefaa. Na si lugha yake. Yule ilikuwa lugha yake kabisa, haikumfaa. Hakutaka kuamini, kutangaza imani. Sio kwamba hakuelewa, alielewa. Wao wapinzani wa mitume, msije mkafikiri hawakuelewa, alielewa. Kwa Nabii Musa alayhi salam, Allah anabaini, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, walikanusha miujiza ile pale mbele yao, na wanayakini kwenye nafsi zao, nafsi zao zimesema ni kweli. Basi dhulman wa uluwa, kufanya dhulma na kibri tu. Ushahidi wa kwamba vilikuwa ni vitu vinaeleweka, wale wachawi walioletwa kwa ajili ya kazi hiyo na walipwe, walipoona tu walifanyaje? Wakasema fani ya uchawi hapa sio sisi, ndio wachawi wenyewe. Wao wamesema leteni wachawi mahodari, ikawa hodari. Wachawi wataalamu kweli ndio walioletwa pale, wakuchaguliwa. Wakatupa vitu vyao kwa fani wanaoijua na kujipanga vizuri vionekane kwa wakati mmoja. Wakaroga macho ya watu pale, tapu, wakatupa chini. Wakasema tumuone sasa huyo Mwisraeli, huyo Mwisraeli anayekuja na vitu vyake. Mpaka Musa akaogopa, akaambiwa usiogope, wewe uko juu yao tu, weka vitu vyako. Alipotupa tu tap, fimbo ikageuka nyoka, nyoka ambaye ana uwezo wa kula wenzie. Wale wachawi walikuwa wana nyoka vile vile uwanjani, lakini fani yao ya uchawi, nyoka yule hawezi kula mwenzie, anaonekana nyoka tu, kwamba atamla mwenzake haiwezekani. Nyoka aliyekuja kwa Musa ni nyoka akaanza kuwala wale. Kwa hiyo kila mwenye uchawi sina kitu tena. Mwingine anasubiri na mimi wa kwangu ushakwisha. Yule naye wa kwangu umekwisha. Uchawi ukaliwa mpaka kila mmoja sina kitu. Sina kitu tena. Fani yangu yote mmeitupa hapa, imeliwa. Na yule aliyekula wala hajavimbiwa, yuko mzima, anatafuta mwingine kama yuko. Wakasema hata wanaangalia, bwana vipi? Hii sio uchawi. Chini wakasujudu. Kwa hiyo vitu vya Mungu vinaonekana. Wanaopinga usifikiri hawaelewi. Hata zama zetu tulizonazo, ikifanywa hii midahalo ya kikweli kweli, kuna watu unawaona kabisa hawana namna, lazima wasilimu. Kuna wengine wanakuwa wamezuiwa, wametezwa nguvu kwa kipindi fulani, hakuna namna. Kweli ya Mungu inaonekana. Kwa hiyo wastaiqanatha wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, walikanusha ile miujiza ile iliyokuwa ikionyeshwa, lakini ilikuwa nafsi zao zinakubali kwamba ni kweli. Firauni alikuwa ameshahakiki kwamba Musa anachokifanya ni kweli. Wanamwambia muombe huyu Mungu wako basi atuachie kwa sasa hivi, nitakopa wana Israeli waondoke nao. Alafu anageuka tena. Ushahidi wa kwamba ilikuwa anajua anachokifanya. Siku roho inatoka, amantu billadhi amanat bi
Banu Israeli. Unatangaza imani. Imani alikuwa nayo tangu mwanzo, hakutaka kuitangaza, na Allah akamwambia kwa wakati huu sio. Haikubaliwi imani ya kutangazwa wakati roho iko hapa. Hakuna habari hiyo. Tuko pamoja? Naam. Qul huwa lilladhina amanu, waambie hii Qur'ani kwa wale walioamini, hudan ni mwongozo, wa shifaa na ni tiba. Jamani, Qur'an ni tiba. Tunakubali au hatukubali? Tiba. Tiba ya shirki, tiba ya hasadi na tiba ya maradhi pia. Kuna mtu alitibiwa kwa surati al-Fatiha, maswahaba akamfanyia ruqya na akapona pale pale. Ilikuwa ni maradhi yale au shirki ile? Maradhi. Jamani, kuna mtu ana ruqya hapo? Nyinyi mmetufukuza bwana, mimi najua ruqya. Twende bwana, mzee wetu pale ameumwa na mdudu, tumempa dawa zote tunazijua. Twende, lakini mtatupa mbuzi kiasi fulani, kwa sababu nyinyi mmetufukuza, mmekataa ugeni kwa. Ndio tutakupeni, twende. Wenzake wanashangaa, huyu mwenzetu anajua kweli ruqya, mbona hatuna habari naye? Wakafika akafanya, akapona mtu. Walipochukua kundi la mbuzi wanaondoka zao, jamani, kwanza mbuzi tusigawane mpaka tuende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuthibitishie ni halali kula. Mtume alipofika akamwambia, wama adraka annaha ruqya, wewe ulijuaje kama ni ruqya? Hiyo ni ruqya kweli hiyo? Sawa sawa. Kwa hiyo ni shifa. Walladhina la yu'minuna, na wale wasioamini, fi adhanihim waqr, ndani ya masikio yao kuna nta, kuna uziwi. Wa huwa alaihim ama, nayo hiyo Qur'ani kwao ni upofu. Sio Qur'ani ni kipofu, ni upofu kwao. Yani wao wakiangalia ile wanaona kama vile imezibwa, hawaoni kitu. Ulaika yunadauna, hao huwa wanaitwa min makani baidi, mwito wa mbali. Taswira hiyo, anayewaita yuko hapa hapa, lakini jinsi walivyojiweka ni kama mtu anayeitwa mbali sana. Nani bwana, hata simuelewi, simsikii. Tuko pamoja? Watu wakishajifanya hivyo, ndio Mungu anawafanya kama kinachozungumzwa hakipo. Mwenyezi Mungu atulinde na